Kama wewe ni mtu ambaye ulipokuja katika sayari dunia umekuja na kusudi maalum, umechaguliwa kuvunja tabia fulani za kimzunguko, kuvunja pattern katika familia au katika jamii yako, ndio wale ambao tunawaita chosen one. You were chosen to fulfill a certain mission. Yani uwepo wako, nuru yako ni ya kipekee kwa sababu ina kusudi fulani maalum. Lazima uelewe kwenye sayari dunia wako watu wa namna mbalimbali. Sasa kuna aina yako, ni watu ambao mmekuja katika hii sayari kwa kusudi maalum, ku break the patterns. Na sifa kubwa inakuwa unakuwa not comfortable, unakuwa ufurahii hali fulani, tabia fulani ambazo zimezoeleka katika familia, yamekuwa ni kama mazoea, ama katika jamii ambayo utakuwa unakuwa na unakuwa na msukumo wa ndani wa kuona mabadiliko halisi. Familia nyingi zimekuwa ni familia tunasema ambazo zina shida, dysfunctional. Unakuta kuna familia ambazo zimekamatwa katika unyanyasaji. Kwa miaka na miaka maisha ya watu yamekuwa yakifyonzwa. Watu hawaishi maisha ya furaha, ni kuteseka, mahusiano ni bomu, uchumi ni shida, magonjwa usiseme. Yani imekuwa masumbufu, yamekuwa ni kitu cha kawaida kwenye hizo familia. Kwa kila familia inajitegemea, ina mambo yake. Kwa hiyo na ziko familia nyingine ambazo tayari kuna mtu alishatokea kwenye hiyo familia na akavunja ule mzunguko, vizazi vyake vinanufaika na uwekezaji aliyoufanya, gharama aliyoingia ya kutimiza kusudi la kuwepo kwake. So if you are a chosen one, umechaguliwa kuvunja kitu fulani katika familia, katika eneo fulani, katika kuwepo kwako kwenye sayari dunia, nuru yako inakuwa ya tofauti. Sasa nataka nieleze changamoto utakazokuwa unakutana nazo maeneo ya kazi. Kama wewe ni mtu ambaye umekuja kwa kusudi maalum, una nguvu fulani ya kipekee ndani yako, popote utakapokuwepo hautakuwa wa kawaida. Kwa usishangae unapokuwa unaonekana kama mtu wa nje, like outcast. Yani uko sehemu ambayo labda ni marafiki, mnafanya kazi, mko pamoja, lakini wewe unaonekana kama mgeni. Unaonekana kama ni mtu wa nje, sio uongo. Wewe ni mgeni, wewe ni mtu wa nje. Kwa kimwili labda wote mnafanana, race moja, familia moja, jamii moja, lakini ukweli ni kwamba nuru yako ni ya tofauti, nafsi yako, roho yako ni ya kipekee kabisa. Yani umekuja kwa namna nyingine na kwa staili nyingine. Kwa hiyo ni kama mjumbe ambaye amekuja, au kama malaika ambaye umekuja katika hiyo jamii na hiyo mazingira kubadilisha ile. Kwa hiyo wale wengine wanakuona wewe kama wa kawaida. Kwa nje unaonekana wa kawaida, kwa nje ni wa kawaida kabisa, lakini kuna kitu wanakihisi kutoka kwako. Kuna nguvu fulani wanahisi wanapokutana na wewe. Sasa hawakielewi, na siku zote watu kitu wasichokielewa wanakiogopa, au wanakipa majina, au wanakikwepa. Kwa hiyo watu wengi wanakukwepa tangu unakuwa mtoto, unakuwa mtu ambaye unakwepa. Ushakuona marafiki zako, yani wewe una shida yoyote, lakini marafiki zako wanakukwepa tu, wanakuwa na vikundi vyao wenyewe, wanakuacha wewe peke yako. Kwa sababu hata pasipo wao kujua, ile nuru yako haiendani na nuru yao, na kwa sababu hawajui, kwa hiyo hawawezi kukubeba vile ulivyo. Sasa hiyo ni siri ambayo utakuwa umeshaielewa kwa nini unaonekana outcast, unaonekana kama mtu wa nje maeneo mengi ambayo unakuwepo. Sasa kazini ndio usiseme, kazini ndio zaidi. Unapokuwa kwenye kazi, unapokuwa kwenye maofisi, kazi nyingi zinazofanyika katika hii matrix tulionayo zinaendeshwa katika ushindani, tena ushindani wa hovyo, sio ushindani wa kuwa bora, ushindani wa kufitiniana. Ushindani wa kutaka kuona kwamba lazima nilingane na wewe au nikuzidi. Yani upaswi kunizidi, upaswi kuwa na kibali zaidi kuliko mimi. Kwa nini? Yani watu wanataka why you. Wivu huo, husuda huo. Wengine hata hawasemi, lakini subconsciously ipo hiyo. Kwa unapokuwa kazini, cha kwanza jiandae kuwa mtu wa kubeba lawama. Utakuwa unabebeshwa lawama kwa sababu umekuja katika hii sayari dunia, nafsi yako au roho yako imekuja kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Kwa hiyo wewe inakuwa ni rahisi kubebeshwa mambo ambayo wanayafanya watu wengine, na hiyo watu wanaokuzunguka wanakuwa wanajua, hasa wale ambao ni manipulators wale. Kwa hiyo wanakuwa wanajua wewe akikusingizia jambo ni vigumu kujitetea. Yani wewe sio mtu unayependa kujitetea, sio mtu unayetaka kuprove,
sio mtu unataka kuthibitisha. Ukiwa unaujua ukweli wako, ukiongea mara moja wasipokusikiliza, yani una shida uonekane vibaya, una shida uonekane ndio umefanya hilo jambo. Ko, get prepared. Mtu atafanya tukio mahali fulani, atataja jina lako. Ataiba kitu fulani, atataja jina lako. Au itatengenezwa skendo pale, uingizwe pale kwenye ile skendo. That's normal. Kwa nini? Kwa sababu they are frustrated of your light. Lakini kingine, jiandae kushushwa thamani, jiandae kuwa bullied, jiandae kukosolewa. Kwa nini? Kwa sababu kama nilivyoeleza, watu wengi wanaishi katika ushindani. Yaani watu wengi hawaioni ile thamani yao kama yeye mtu kama alivyo. Thamani yake anaiona anapomshinda mtu mwingine, anapokuwa bora na mtu mwingine. Kwa hiyo angalau uwe sawa naye, anajisikia faraja, wote tuko sawa. Lakini unapokuwa na kitu fulani ambacho anaona kama yeye hana, anakuwa na wivu wa chini chini. Sasa mara nyingi ukiwa mtu mwenye hii nuru ya kipekee, unakuwa ni mtu unayejiamini sana, unayejikubali vile ulivyo. You are just real, you are just authentic. Sasa na sio tu hivyo, hiyo kitendo cha kuwa real na authentic inakufanya uwe wa pekee hata katika ufanyaji wa mambo yako, ufanyaji wa kazi zako. Kwa hiyo utashangaa wafanyakazi wenzako, wakati mwingine hata mabosi, na hasa mabosi ambao wana sifa kama za narcissistic au ni narcissist boss, ataanza kushindana na wewe, ataanza kukubuu, ataanza kukushusha thamani, ataanza kukukosoa. Kwa hiyo utakuwa na bahati nzuri tu kama upo katika mazingira ya kazi ambayo watu wameshaweka utaratibu, wa viongozi wa juu walikuwa ni watu fulani wenye mioyo mizuri, wanajaribu kuweka ulinzi wa kuwalinda wafanyakazi. Lakini kama uko sehemu ambayo viongozi wa juu, mabosi na wenyewe ni watu wa namna ile Machiavellians hawa, utapata ulinzi. Inaweza kafikia mahali hata wakati mwingine mtu anakuchukia chuki ya dhahiri. Na hasa kwa mfano kwa wewe ambaye umejifunza namna ya kutunza nguvu yako, unajua simesema hiyo roho yako ya ndani, ile nuru yako inayoangaza, hiyo ni nguvu. Hiyo nguvu yako hiyo ya ndani, au nishati yako ya ndani, ndio wale watu wanaifyonza, kwanza wanaiogopa, alafu kuna wengine wanaifyonza. Kwa hiyo unapojifunza namna ya kuitunza ile nguvu yako na kuiprotect ile nguvu yako, na pia kuiruhusu ing'ae ile nguvu yako, chuki inaanza kuwa dhahiri kutoka kwa wale watu ambao wao kazi yao ni kumanipulate watu wengine. Ukishaanza kuwa master, ukishaanza kuwa mtawala wa hisia zako, self mastery, ina maana upotezi nguvu yako kirahisi. Unawajua watu ambao ni manipulators, watu wa kuwatumia watu wengine, wataanza kuwa na hasira juu yako. Utashangaa watu wanakukasirikia pasipo sababu. Mimi ninaongea hivi kwa sababu nimekuwa na experience. Kuna wakati nimefanya kazi mahali fulani, of course, yani hata kabla sijajitambua, sijapata ile self mastery, sijapata spiritual awakening, tayari hiyo tendency ilisha kuwepo. Kwa hiyo nilikuwa na struggle, na pambana, kwa sababu ufahamu tayari uko ndani yangu. Awakening ilinisaidia akili yangu ya nje ikubaliane na akili yangu ya ndani, lakini tayari nilikuwa ninajua nini kinaendelea from the beginning. Sasa nianzie from the beginning, mwanzoni kabisa. Tena nilikuwa nafanya kazi kwenye shirika la kidini. Can you imagine, nafanya kazi kwenye shirika la kidini, lakini kuna bosi wangu mmoja nilikuwa nafanya naye kazi, yani alikuwa ni narcissistic. Yani alikuwa ananifokea mbele za watu. Siku moja akaniita ofisini kwake, akaanza kunisingizia, umeiba siku kitu fulani, umefanya kitu fulani, which was very wrong. Haikuwa sahihi, haikuwa sawa. Lakini kumbe alikuwa anatishwa na kibali nilichokuwa nacho, kwa sababu mimi nilikuwa nikifanya kazi zangu sijilinganishi na mtu, tena nafanya beyond expectation. Yani sihitaji kulipwa posho. Kama ni ofisi yangu nataka iwe safi. Kama kuna project fulani nataka tukague kila kitu, tuweke rekodi zikae sawa. So kilikuwa kinamuumiza, kwa sababu ninapofanya hivyo pia ilikuwa inanipa fursa ya kupata pesa. So what happened, akatengeneza chuki. Sasa tuache huko zamani. Baada ya kupata mwamko wangu na kujielewa na kuanza kuwa self mastery, nikawa nikifanya kazi, nafanya kazi na watu ambao ni manipulators. Siku moja nikakutana na jamaa fulani, huyo very manipulator. Si umeelewa? Kwanza alitumia mbinu ya kwanza, nikamsoma, mbinu yake ilikuwa nzuri. Baadaye alivyoona kama namtambua, akabadilika, akaanza kunichekea, akaanza kunitania. Si umeelewa? Kama uelewi, kuna watu wanakuchekea, wanakutania, unadhani ni watu wazuri, unajiachia, unaweka ngao chini, umeisha.
kama umeelewa, lazima ujue kutunza nguvu yako. Sasa mimi naelewa na muelewa, kuingia katika mchezo wake. Nikamwambia wewe, kabla, yani muone mwangu sana, nasema kabla ujaanza kunichekea kuna dalili umenionyesha unikubali. Alafu naanza kunichekea sasa hivi kuna kitu wewe unikubali wewe. Kimomo nasema. Kwa mimi nikaanza kufanya shughuli yangu kwa usahihi vile ambavyo natakiwa kuifanya. Sasa yeye kikaanza kumuuma kwa sababu kwa nini sijamchekea? Kwa nini wakati wa lunch sijaenda na yeye pamoja? Yeye anataka kwenye lunch tuambatane, tu nimchekee kama yeye anavyonichekea na nini? Kwa sababu mwanzoni nilikuwa very positive. Tunaanza kuongea kama kukutaniana. Nilivyoshtuka kwa sababu kuna dalili nikaiona. Ukishakuwa umeamka, ufahamu wako umefunguka, kuna dalili unaziona. Ukishaona dalili unajua ni vampire huyo. Energy vampire. So haumpi nguvu yako. Yule jamaa, uwezi amini, mimi nafanya kazi yangu tu bila shida. Yaani hata simuingilie yeye katika shughuli yake. Alikasirika, akaanza kunibulu, akaanza kunitukana, akaanza kuniambia maneno mabaya. Na ilifika mahali alipandwa na hasira, yani alitaka mpaka kunipiga kwa sababu alikuwa anatukana, alafu mimi natabasamu. Nafanya shughuli zangu na tabasamu. Lakini pia asingeweza kunidhibiti kwa namna yote ya kimwili. Kwanza kimwili tu hawezi kupambana na mimi. Alafu cha pili kuna nguvu inaonizingira kubwa mno. Si umeelewa? Yaani ndio maana kuna watu wengine wanakuwa na kushangaa kwamba kuna matukio kadhaa wanakuletea kwenye maisha yako, unashangaa you are surviving. Kwa nini? Kwa sababu una jeshi kubwa liko na wewe, na hiyo nguvu yako sio nguvu ya kawaida. You are special, umekuja kwa kusudi maalum. Yaani utaendelea kulindwa, utaendelea kuongozwa kwenye maisha yako mpaka utakapotimiza lile kusudi unalotakiwa kulitimiza. Kwa hiyo usishangae umesurvive mambo mengi ya kuumiza, mitego mingi sana, mahali ambako usingeweza kusurvive katika hali ya kawaida, kwa sababu kuna mission uko nayo. Kumbatia hiyo mission. Hiyo ndio inakufanya usurvive kwenye hii hali dunia na upate yote ambayo yako mbele yako. In fact yako ndani yako, lakini amekusudiwa kuja kwenye maisha yako. Hapa kuna mvua. Let me change the location. Okay. Si unaelewa? Jifunze kuzitunza nguvu zako na kujilinda unapokuwa katika maeneo ya kazi. Kwanza jitambue wewe mwenyewe. Jitambue wewe ni nani. Usipojitambua wewe ni nani, huwezi kuelewa hata hiki ninachokiongea. Ukijijua wewe ni nani, basi utajua mahali pako pa kusimamia na utashangaa, hautakuwa surprised. Ukiona unatengwa pasipo sababu, unafanyiwa figisu, unafanyiwa fitina, kwa sababu una nuru ya kipekee ndani yako. Hilo tu. Kwa elewa na jiandae, na ikiwezekana jipange polepole kufanya mambo yako mwenyewe. Wakati sahihi utakapofika, hautaendelea kutegemea hiyo mifumo, kwa sababu ukuja katika sayari dunia kukaa kwenye hiyo mifumo. Wewe umekuja kwa kusudi fulani maalum, na inahitaji ujasiri, polepole, hatua kwa hatua. Pale ambako utahitaji guidance, unahitaji mwongozo wa kuongozwa namna ya kupata self mastery, kukua polepole mpaka kuliendea kusudi lako. Niko hapa, I can coach you. Unaweza nikakufanyia coaching, nikakuguide, kuponya majeraha ya ndani, kupata utambuzi, kujifahamu, kuponya akili yako, kwa sababu pia umekuwa programmed kwenye akili na kwenye mfumo wako wa mwili, kwenye vinasaba vyako. Taarifa zile zinakuongoza katika mahangaiko na kushindwa. So wekeza. Usifikirie sana kwamba mafanikio yako yanatoka kwenye hizo kazi. Wewe tofauti na watu wengine. Watu wengine sawa, akipata kazi nzuri analipwa milioni ngapi sijui, is okay. Au yuko busy kwenye biashara, zile biashara anafanya kazi mpaka usiku wa manane, kwa wao is okay, sio kwako wewe. That is not your place. Hiyo sio eneo lako. Ukiwa katika eneo hilo, upo kwenye eneo hilo kwa muda na kwa mafunzo maalum. Kwa elewa wewe ni nani, elewa mwelekeo wako.